Amen. Tosha ndugu mpendwa kati. Na tunashukuru tena kabisa kwa msimamizi wetu, ameweza kabisa kututembeza kwa haraka sana. Amen. Na pia mimi mhubiri kwa sababu tuko na programu nyingine, pia na mimi nitatembea kwa haraka sana. Amen. Na hakutaenda kabisa kukugusa huko na huko, tutaenda tu direct. Amen. Haleluya. Amen. Basi kwa majina naitwa kwa jina la Mama Bahati, nikidhani yote mnanifahamu. Her name is Mama Pastor Bahati. I think everybody knows her. Na mimi nawasalimu tena mchana. Amina. Jesus Christ. Basi tutaenda kuangalia neno la mchana wa leo. We're going to see the word of this evening Katika kitabu cha Waefeso in the book of Ephesians 6, 6:11 hadi 12. 11 to 12. Waefeso 6, Ephesians 6. 11 hadi 12. Amen. Vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kuzipinga hila za ibilisi. The book of Ephesians chapter 6 verse 11 to 12. Yaani kichwa cha neno ambalo tutazungumzia ni kuvaa silaha. And what we are going to speak today is about the weapon. Unajua ndugu mpendwa, You know, my beloved, hauwezi kusema eti unaenda kupambana bila kujiandaa. you can't say that you go for war without preparing yourself. Na ukienda kupigana bila kujiandaa utapigwa. And when you go to the war without preparing yourself, you're going to be defeated. Na ndio kwa maana Biblia hii inasema And that's why the Bible records ya kwamba tuvae silaha that we need to put on our weapons ili tuweze kupambana na kila hila zote za so that we shetani can fight all the mean of the devil na kila mamlaka zote za ulimwengu wa giza. and all the rules of the darkness, Shetani the devil, na mabinamu yake wachawi, and all mapepo zote, and all demons, ili tupate kupambana nazo. so we Amen. can fight with them. Ndio kwa maana Biblia inasema tuvae silaha. And that's why the Bible says we need to put on our weapons. Sasa ndugu mpendwa, My beloved, kama wewe unalala, if you are asleep, shetani halalaki. the devil doesn't sleep. Na shetani anapoangalia jinsi unasimama, And the devil, when you look the way you are standing, hata kuogopa. he doesn't fear you. Atakwambia wewe unakuitaka mwinjilisti fulani. He's going to tell you, are you the one they call evangelist? Tunga kwanza nikuchokobeni, angalia kama unaenea. Let me try you if you see truly you are standing. Sasa wakati atakukuta wewe kujiandaa vizuri, When he finds you are not yet being prepared, yaani ninereka tu. that means he's going to be falling after followers. Dada jamii inaonekana tena kanisani, Why are you not coming again to church? bali ni kwa zaka. But they just like, they hate me. Dada jamii inaonekana tena kanisani, Why are you not coming to church? hapa pekee niangalia. They don't visit me. Dada jamii inaonekana tena Why kanisani, you don't come to church? hapa nisaidie kila kitu. They don't help me with nothing. Haleluya. Amen. Ni kwa sababu gani? The reasons, Shetani alishakukuteka mateka. the devil has already planning for you. Lakini wakati wewe unajua uko Mkristo When you know that you are a Christian, na unajua ule adui ambaye unapambana naye, and you know the devil that you are fighting with, ni lazima utajikaza usimame. surely you're gonna make a stand. Yu shetani anaangalia kile kile kiko ndani mwako ndio anapiganisha. Because the devil see what is in you. Shetani hapigake watu wake vita hapa. The devil doesn't fight his fellows. Na ndio kwa maana Biblia inasema kujiandaa vizuri. That's why the Bible records that you need being prepared. Na katika maandalizi yako ni usimame vizuri. And on your preparation for you to stand strong, Unapaswa kuwa mtu ambaye unasoma neno la Mungu. you need to be a person who read his word. Unapaswa kuwa mtu mwenyewe uko na maombi. You need to be a prayer person. Unapaswa kuwa mtu mwenye uko na imani ndani You mwako. need to have a little big faith in you. Wakati wewe hauna neno la Mungu moyoni, If you don't have the word of God in you, shetani atakuwa tayari kukuteka mateka. the devil will be ready to practice
you. Lakini wakati utakuwa na neno la Mungu, But if you have the word of God, utaangalia neno la Mungu linasema hivi. you're going to see and say the Bible says. Na hii ambao nimeona kwa saa hii And what shetani. I see right now is the devil. Shetani shindwa kwa jina la The Yesu. devil be defeated. Na hapo unakuwa mshindi. Amen. Then you're going to be a victory. Kwa sababu neno la Mungu liko kwa wingi Because the ndani mwako. word of God is in you. Lakini wakati hauna neno la But Mungu, if you don't have the word of God in you, shetani na mapepo zote the devil with his demons na wachawi and the witches, bila kupiga kabumbu. they're going to play you a soccer. Bila kupiga kabumbu They're going kabisa. to play you a soccer. Ndio nakuta ukukua mlevi mtakakuwa mlevi. And that's why you find if you are not a drunkard, but you find yourself being drunk. Unakuta ukikuwa msharati utakuwa msharati. If you find yourself you're not a prostitution, but after you find yourself on it. Unakuta ukukua Mungu utakuwa Mungu. You were not a liar, but now you are a liar. Au ukukua mchawi utakuwa mchawi. You were not a witch, but now you are a witch. Ile vyote ni kwa sababu shetani alimitenda ndani mwako. Oh, it's because the devil was planted in you. Sababu alikuta hauna na silaha. Because he found that you were not being prepared with the weapon. Mara kwa mara Biblia inatuambia hivi. And to time the Bible records, Wakati ambapo uko ndani ya upungufu, when you are into the dryness, wakati ambapo unashindwa ndani ya jambo fulani, when you fell in a certain point, kuna pepo ambayo inatoka mwenye. there is a spirit. Kama ulikuwa na roho wa Mungu anashukaka naenda yake. If you have the Spirit of God will come out Ajiendee. and he go away. Kisha ule pepo mchafu mwenye alitoka mwenye, And the same demon that came out of you, aliendaka fichama yake fasi moja hivi. and he went to hide himself somewhere. Mungu rudi, Biblia inasema When he come back, the Bible records, hata rudi yeye peke. he didn't come himself. Akaleta wenzake wasaba wenye nguvu He came back with the 7 demons, na wakafanya makao mwenye. and they have a toll in you. Na wakati wanafanya makao mwenye, And when they made a city in you, asema wanakuwa tena mbaya zaidi ya kuliko. and they became very bad than before. Kwa sababu gani? Why? Ulimpa shetani nafasi. Because you gave the devil chance. Ndio kwa maana ndugu mpendwa, And that's why, my beloved, mimi na wewe tusaidizane. you and I, we need to help you. Tuwe makini zaidi. We need to be very sensitive. Tuwe wenye kuvaa silaha We zaidi. need to have the weapons. Shetani anaweza kuangalia hili kanisa linataka The kuendelea. devil can say and see this is going to go further. Anachochea chonjo entre mimi na ndugu yangu. And it's going to put some hatred on it. Wala wewe na ndugu yako. And between you and your brothers. Anasema hivi nataka niuvuruge And sasa. I want to make them divide. Na wakati anavuruga, And when it's going to bring confusion in you. unajisikia haunipendi tena hata ndugu yako. And you feel like you hate even your beloved. Unajisikia hauna tena furaha tena kumsogelea. And you feel like you're out of peace to be in front of him. Jona kutanisaka mkanisa kama mlikuwa mmekaa nafasi moja, mmekaa kule na mwingine And huko. if you found in church you were sitting next to each other, but you found that one on the Umoja akisema one haleluya. and someone said hallelujah, Mwingine asikia and the other one was just like lingering on. sababu shetani amepanda kitu. Because the devil has planted something. Sababu shetani amepiga vita katikati yenu. Because the devil has putting hatred in you. Afu pepo achuja akaingia. And the darkness entered you. Omba sasa uanze kusisimuka au moyo unasisimukaka. Now pray for you to be Omba kabisa kisi roho na kuchangamsha changamke sasa. pray so that since pray because the Holy Spirit always make you feel much better, and pray for the Holy Spirit to make you better. Ukichangamuka utakuwa kumongo. And if you become joyful, you're gonna be a liar. Sababu kuna kitu shetani Because there is something the devil amefubatisha ndani mwako. has planted in you. Pana kitu shetani amefinyanga. There is something that the devil has stepped on. Pana kitu shetani ametia mtego. There's something, a trap that the devil has put in, ili msipate kuendelea. so that you won't go further. Nguvu za Mungu kusema zikutawale unakuta ni baridi. The power of God for it to lead in you is like snapping, like a dry. Na wakati baridi na kuingia, And when the coldness unakuta hits you, kila kitu kinakuwa you baridi. find everything is becoming very difficult. Na kuambia mama muombaji wala baba muombaji,
experience in one day. Mkwazane na mume wako. Have an argument with your husband. Wala paonekane shida fulani nyumbani. Or something came in the house. Pima kuomba uone kama nitakamata. Try to pray and see if it's going to work. Uko napenda upande mrefu wa maombi. You're trying to go up in prayers. Unasikia You see like you're going down low. Unashuka nguvu zinakutoka. The power goes out of you. Shetani anasema hapa ndio unafanya kazi. The devil say you're here now to do the work. Na wakati nguvu zinakuwa kidogo, And when you become powerless, kama ni mtoto kama ni baba, pile kukuuliza kitu sasa. whether an daughter or babies, trying them to ask you something. Jibu utamupa litakuwa ni koma. The answer that you're going to give to that person is going to be a penalty. Na wakati kwa sababu roho haiko sawa, majibu utamupa ni ngoma. Because your heart is not in peace, you're going to give it the hands of penalty. Hapo magomvi yanaanza ya sawa sawa. And then the fight is going to be done. Hapo wadui inaingia sawa sawa. And the hatred is going to be done. Na hapo unakuta mume yuko anaingia nyumba. And when you find the husband get in the house, Anakuta sahani ilitiliwa pale kama ni mtoto alitia. found the plate on floor. Kuliko alitoa tu kukwaze tu. Instead of him grabbing, Ataipa kibasi pana. he's going to hear it. Mama fulani, sasa hivi ndio unafanya tu vitu gani? And you're going to ask, what are you doing? He Unasema said, ni nani? what are you talking about? And say, hi. Tayari shetani anapata uwanja wa The vita. devil has in the place to make a fight. Lakini wakati uko na neno la Mungu, And when you have the word of God, kila kitu kitakufikia. everything will come to you. Kile kiko kinyume na mapenzi ya Mungu, Those who are beyond the will of God, utajua huyu ni shetani. you're going to know this is the devil. Na utajua kisu utashindana naye. And you know how you're going to defeat. Na hapo utaonekana kwa mshindi. And you're going to be a victor. Na ndio kwa maana Biblia And that's inasema what the Bible records. tuvae silaha zote za And let's kiroho put on the weapon spiritually, ili tupate kupambana. so we can fight. Shetani hawezi kufurahia kazi ya mapasta wapatane. The devil won't be happy to see the pastors there in one accord. Anaweza furahia lete maishanji ya maamuzi He's going to bring some misunderstanding on the leadership. huyu akiongea This one, if he talks something, mwenzake mwelewe vibaya. somebody can hear it in another word. Hata ilikuwa neno kidogo, Whether it was become a little word, shetani anaambia umoja. but the devil is going to ascribe to somebody. Unaweza unaita anaanza madharau. Si madharau hiyo You na. see the way he's doing this is being disrespectful. Hapa anaambia na mwingine, "Mimi anidharau mimi." And he'd say he's going to do that to me. Na eti vile unaweza kuwezekana kweli. That is impossible. Unakuta mkutano na vile na vile. And you found that the argument will be between the leaders. Shetani mwenyewe anasema, "Wow." The devil, wherever he is, he just jumping and say, wow. Mwendelee sasa tuone. And they say, go now, I see. Mwimbe nyimbo za wokovu roho ashuke sasa. Pray and sing in the hymn book. Let me see you how the Holy Spirit is going to come. Anapanda chuki ndani yenu. He's going to put hatred in you. Na utakuta maelewano haitakuwa. And you found there will be no peace. Utakuta ni maishanji ya masemi There will be yanayopatana. no peace in exchanging of words. Pale shetani anaharibisha uwanja. And when the devil has destroyed the ground, Lakini wakati mnamtambua, and when we take him out, mkiwa watu wenye kuishi maandiko, you are the people who are believing in the word, utajua hapana, hivi tu kwenu haiko vya watu wa Mungu hivi. and you're gonna see this is what you are living is not from God. Ndio unaona kama ni shetani wametuingilia. And you see that the devil has become Tukomeshe kwa jina la Yesu. Amen. make him rebuke in the name of Jesus. Na wakati mtamkomesha, And when you're gonna rebuke him, mnatengeneza, mnaomba, you confess and you agree. Basi tukora si kidogo hapa. And when he puts in the little chorus, Utakuta na mwenyewe hapa tena tabiri anaanza kutabiri. prophesying, God will start prophesying. Nguvu za Mungu The zinashuka power of God will come kwa sababu roho mweupe. because the heart is pure. Kwa sababu furaha ipo. Because the laughter and joy is in there. Kwa sababu amani ipo. Because peace is there. Kwa sababu upendo upo. Because love is there. Sasa wewe mwenzangu Mkristo, Now, my beloved, katika safari ya Ukristo, but in the journey of Christianity, tambua siri za shetani na njia zake. remember you need to know the way and the secret of the devil. Tambua siri za shetani na njama zake za kuadili. Check all the mission and the purpose of the devil. Huduma ya
yako or your work ama maendeleo ya kanisa la Mungu. or the success rule of the church. Kwanza hapa mimi naangalia kanisa letu liko na mashujaa. And I see in our church we got strong people. Kanisa letu lina mama wa shujaa. We got women on fire. Hakika makanisa zote nishatembea kuna baba wa shujaa. And the church are walking, they are good and strong men. Japokuwa udogo wetu tunajisimamaka hiko. Whether little, but we stand on it. Sasa ile msimamo wako ndio unasimama The nao. commitment and what you made to stand. Ndio utaangalia vizuri shetani asikurudishe Mungu. And what you gonna see the good so that the devil won't backslide. Huyo mtu wa kukesha Being a person overnight na kukeshia kazi ya Mungu. and overnight for the work of God. Wakati Mungu ataona kama mimi nimejiandaa vizuri, When the devil's gonna see, God is gonna see you are being prepared. akiona mama Joyce anajiandaa vizuri, When you see Mama Joyce is being prepared, akiona mama mkurugenzi wetu anajiandaa vizuri, when you see Mama President, she's there standing good, baada anakuwa anaenda na msanusa saa hii walini. and now it's just like being smelling like a dog. Hapo shetani anaanza tafuta njia niingie wapi? Now we've been trying to look the way to enter. Where am I gonna Ili nipige vita. so I can make a fight? Me atakuta mimi nafunga kabisa. But it's gonna see you doing on protections. Atakuta kabisa mimi nafunga. It's gonna find the wall being covered. Lakini wakati atakuta niko na mtusi mama mkurugenzi. But if you find me talking on the behalf of Mama President Na ndio mama mkurugenzi wale. and say the leaders, Basi yana mbinguni na nitaingia na mbinguni wewe. if she go there, they'll need to I'll enter. Kwa nini kumwambia ndugu yako hivyo? Why are you talking that to your beloved? Kama nakukosea msamehe. If she has wronged you, just forgive. Hapana kusema ndugu yako mbaya. Don't say bad words to your relatives. Ndugu yako akiwa amekosa, Your siblings, they made a mistake. jisikie kumsamehe Feel Amen. to forgive that person na hapo mnaendelea katika safari. and keep going on the journey. Sasa niko naonesha njia ya shetani And I see, show the way of the devil ambaye anaharibu Wakristo na that he kanisa. has destroyed a lot of Christians in the churches. Ambaye amenyonya watu wa Mungu nguvu. That has a lot of people that are struggling. Shetani mara kwa mara anamaliza Wakristo furaha. The devil has taken the peace to all the Christians. Mkristo anaingia tu basi hata nene nijiingilie tu yangu leo waone tu niliingia. When the Christian go to church, it's just go because. Pengine kesho na kesho yake naweza pata matatizo wasiseme hiyo si yake mkanisa. Maybe tomorrow I can have a problem. They say no, I don't want to have a people's problem. Or Anaingia lakini roho yake haina furaha. he came in church but is not happy to be in church. Sababu alikutana na nini? Why? Because he found it. Pengine alikutana na makwazo. Maybe he found something that hates him. Pengine kuna mtu amekuwa bariere kwake. Maybe somebody has become a barrier to him. Anasikia kama vile yule mtu amekuwa kera kwake. Maybe he has seen that person be like a problem to him. Pengine angelikuwa na utuma fulani ndani ya kanisa la Mungu. Maybe he may have a very big guilt in the work of God. Ile shida amekutana nayo But the problem that he has made, mara kwa mara inamfurahisha. time to time, it make him just to be Anataka kumpia isolated. Mungu kwa nguvu. When he trying to sing louder to God, Lakini anataka kuona ile kibambazi but he anafurahi. see that word, he say, no, I can't make it. Haleluya. Amen. Wandugu tuwe makini. Beloved, let's be very Kwa sensitive kumjua shetani. to know the devil. Furahia mwenzako. Be happy to your friends. Kuwa na furaha tele. Have a joyful. Kuwa na upendo tele. Have love. Hapo tutamshinda shetani. There we're going to defeat the Na devil. kanisa la Mungu litakuwa na furaha. And the church of God is going to be joyful. Yaani utakuwa kwa mlango unafika mtuani hautavuka hata mlango. And we sometimes you just reaching on the yard. Uko naimba nani furahia waliponiambia. You'll be singing and say, I was happy when they tell me let's go in the house of the Lord. Amen. Unakuja furaha moyo unakutika furaha iko. You have joy and you have that joy in you. Batatia tu kawimbo kadogo na sio They want to unataka. put just a little songs and you feel like you are very, you feel like you are on it. Sababu nikuja na furaha.
furaha. Because you came with joy. Sababu roho mweupe. Because your heart is pure. Haleluya. Amen. Yaani kwenye mazingira tunaishi, nyumbani kwetu, kanisani mwa The Bwana, environment where we are living, to our houses, to the church of the Lord, tujue namna gani tunaweza kujiandaa. we need to know how we're going to prepare ourselves. Kwenye kazi unaweza kutana na pepo wa shetani, shetani haogopi mtu. Sometimes to the work you may meet some agent of the devil, Ili usiwe na nguvu ya kutumika ile kazi. so that you can be powerless to do the work. Uko nasema mimi leo kupata makazi na kwa shida, nitatumika You say kwa pepo. this time is coming so hard to have the joy. I will make you do it. Amen. Shetani hata kuogopa kwa sababu uko The Mkristo. devil won't fear you because you are the Christian. Wa kanisa la hili mlima wa Bwana. Or maybe the mountain of Hata kuogopa kwa sababu unaitwa mama Masere baba Masere. because you have been called a pastor in home. Kila ambacho shetani ataogopa And what the devil is going to fear ni yale maandalizi atakuta msima ndako. is the preparation that you have prepared your heart. Atakuchungulia na sema hapa kuna neno. He's going to just need on you and see what you have done. Ataangalia hapa sitatoboa imani kwa nguvu kabisa. Here I won't penetrate because there is a very big threat. Anachunguza na sema maombi ni moto mingi. And he's going to see the powerful of prayers is alone. Wandugu wapendwa, napimaka experience wakati And moja now you are trying to experience in one day. nikiingia kwenye maombi And when I enter into prayers, najisikia kama mimi na kwa mtakatifu. I feel like I become so holy. Najisikia kama niko mwenye kupondekana furaha. I feel like I'm so happy. Yaani nakuwa nafanya hata nikijiangalia kukiona. And sometimes when I see myself in the mirror, I feel like I'm becoming you. Najisikia hata na nguvu I zinaniingia. feel like I'm becoming more energetic. Haleluya. Amen. Lakini wakati siombi, But when I'm not praying, unaona shetani anakupenda roho. Lakini kwenye ungekusikia, the devil give you just some the heart, to get mad all the time. mtu anakuambia neno, unasikia sasa ni makelele kwa But siku when yako. somebody tell you a little word, but you see like it's something that is just, I know you. Shetani anavuruga fahamu zako kwa sababu umepungukiwa na maombi. The devil was taking you lower, praying because they're seeing the weakness in you. Na tutaangalia verse yetu ya mwisho ndugu msomaji. We're gonna see the last verse to our readers. Tutaangalia kitabu cha Yohana 10:10. We're gonna see in the book of John 10:10. Tusikie Biblia inasema nini. See and hear what the Bible records. Tunasoma kitabu cha Yohana Amen. Hapa nayo hii kitabu chetu cha Yohana 10:10 yake The nasema book of John chapter 10 verse 10. aseme mwizi anakuja kwa ajili ya kuiba tu, Said the thief just came to steal, auwe, kill, avunje kabisa, haribu. destroy everything. Lakini Yesu anasema But Jesus said, mimi nilikuja ili mpate I came so that you can have everlasting na life muwe nao tena. and you can have fully. Sasa unajua vita ya sisi na shetani ni You nini? know the war between us and the devil. Ni ile ahadi ya uzima ambao Kristo ametupa. It's about the promise that God has given us. Ndio vita ya shetani anapiga. That's what the devil is fighting. Wewe mwenyewe haujaona, aseme tunaishi kwa imani, ni hatujui Yourself you mambo. haven't seen. You say that you believe in faith, but you haven't seen the ghost. Ile shetani alisema tambua kile kiko kule mbele. But the devil have seen what is in front of you. Na ndio kwa maana nasemaka, And that's the reason they say, acha niende niibe vile vyote niliko ndani let him mwangu. go and steal everything that is in him. Sababu nikishajaribu Because if you are destroyed, ile uzima wanatarajia huko, the life that they are kama expecting, haufikiria kamwe. they won't get it at all. Kama ulikuwa na neno la Mungu ndani mwako, If you have the word of God in you, shetani anakuiba kabisa. the devil is going to steal it. Unajisikia hauna haja ya neno la You Mungu. feel like you don't have now the time for the word. Unajisikia hauna haja ya kuingia You kanisani. don't even feel like to go to the church. Unajisikia hauna haja hata ya You kuomba. feel like you don't even feel comfortable to pray. Haleluya. Amen. Ukimwambia mtu twende kanisani, akwambia If wewe you tell mwombee. everybody go to the church, Kwanza hata mimi kama hapa sina dhambi. even if when I'm here I'm not a sinner, Si wewe unaingia kwa makanisa na mnaenda na madhambi. but you go to church full of sin. Sasa nikijikalia hapa chini, problem iko wapi kama If you are sikukosea?
the problem. If I didn't make any, if I didn't wrong, Yule mtu amepungukiwa. but that person has been trained. Asema Biblia inasema kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo. Kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo, kunaleta furaha ya moyo. The commitment of the argument of being together with somebody as making you to backsliding. Sasa wao wakati wanataka kwenda kanisani kabisa, ukidai na neno la Mungu muweni. If you refuse to go to church, are you sure you carry the heart of God in you? Tayari shetani alishakuiba sana. Already the devil is stealing what is in you. Kuna vitu vya vingi ambavyo shetani anapenda aharibishe mshinde. There are a lot of things the devil want to destroy. Na tulishasidaya. But we have measured it. Usiwe na nguvu ya kuomba Mungu. You'll be powerless to pray for God, to God. Yani imani isiwe mweye. Taken out of your faith. Mungu anaweza kuambia ndugu yangu, mwaka fulani na kutendea kitu fulani. God can promise or tell you, and this year I'm going to do something. Na shetani akishaona kama uko karibu kufikiria kwa kile kitu. And when the devil knows that you are ready to get in that, anamaliza imani mweye. It's going to take out of your faith. Anaanza kuambia hata ule Mungu wewe unaomba. And if you tell him, you say, no, even if that God is promised it a long time, they promise you and they tell you that you're going to be blessed. Sasa zile baraka ziko wapi? But where is that blessings? Na wewe imani tu. But you, because of faith, inazimia mweye. You lack faith. Unakata tamaa. You give up. Shetani anasema okay, hivyo ndio ninapenda. Unaanza kulaumu Mungu sasa. Yes, that's what I want, but you start blaming God. Ukianza kulaumu Mungu, bali imani inaanza kuimarika. When you are starting blaming God, that means your faith has gone down. Lakini but Yesu anasema, Jesus said, mimi nilikuja kusudi niwape uzima. Amen. And came to give you back the life. Imani si umeyume mweye dada. Your faith are becoming shaken. Hapana kupunguza maombi mweye. Don't go backsliding into prayers. Ishi neno la Mungu na kujitakasa. And believe in the word of God and sanctify yourself. Na kila kitu utakapokiomba, and everything that you're going to pray is going to be right. Kinaweza kawa. It can be. Wala kisikawe. It can be delay or no delay. Lakini una amani ya roho. But you have the peace of heart. Amen. Amen. Kuna ndio Wakristo wengi wanaishi, unaona Mkristo hana furaha. Some of the Christians they are living, you see, they out of peace. Anaishi tu maisha ya wasiwasi. They just living on the life of doubting. Na wasiwasi kishakuwa mingi. But when doubting becomes in you, ujue pana kitu ambacho kimepigwa mweye. Know that there's something that has been stolen in you. Ujue ya kwamba pana kitu umepoteza mweye. Know that there's something that you have missing in you. Lakini ukiwa imara katika Mungu, but if you stand stored to God, ukiwa imara katika neno la Mungu, if you stand stored to the word of God, utakuta imani na kaza. You find that your faith will be strong. Na kusema na haya yote yatapita. And say this was going to pass. Ila nitafikiria kwa haja ambayo Mungu ameniandalia. But I'm going to reach into the promise of God that I promised me. Na ni hapo na huko nasimama vizuri kabisa. And where you're going to find you stand truly right. Lakini sasa wengi tunaingia mkanisa kwa roho tunaingia. We come to church because roho zilishakuwa mbali na Mungu. But the heart is far from God. Unakuta hata kama ni mtumishi anasema mimi naingia hapa. You say that go to church. Ikishakuwa basi. But if you become because yani pana upungufu. There is a train. Na ni lazima ile upungufu upigane nao. That's laws, you need to fight it. Ili nguvu zikuingie tena. So that the power can come in. Ili upambane vizuri. So that you can fight well. Na ili uendelee vizuri. And if you want to go further. Basi sitashinda na kuchosha. I don't want to waste much of your time. Hii kidogo tumezungumzia. The little that we have spoken. Nikizani mimi mhubiri nimelogota ya kwangu. See me as a preacher. Na wewe msikiaji. And you a listener. Mu maneno 12 umelogota moyo. In 22 maybe you get something. Acha Mungu wangu abariki neno lake mjina la Yesu Kristo. Amen.